Asante. Thank you. Nashukuru kwa yote. Asante kwa ujio wa kila mmoja. Thanks to everybody for coming. Nasema mbarikiwe sana. Stay blessed. Nashukuru kwa yote ambayo imepitika. Thanks for everything that has Asante kwa ujio kila mmoja. Thanks everybody for coming. Nasema mbarikiwe sana. Say be blessed. Angalia mwenye yuko pembeni yako. Look at the one next to you. Mwambie Tell him. asante kwa kukuja. Thanks for coming. Ambia yeye asante kwa kukuja. Tell him thanks for coming. Mungu ni mwaminifu. God is good. Ametulinda, He has protected us. ametusaidia He has helped us, na leo tuko hapa tena. and we are here today again. Tunasema karibu kwa vijana wote. Welcome all the youth. Acha Mungu awabariki. May God bless you. Tunatasikia neno la Mungu. We want to listen to the word of God. Asante kwa mwenye aliomba, Thanks to the one who prayed. aliomba vizuri. He prayed very well. Mtu kiongozi wa vijana kabisa. You're a real leader. Nilisikia I heard. anaomba yake inyamaze. He prayed. The person who is going to preach, his words should not be Tunahitaji wewe Mungu. but they need God. Haleluya. Amen. Na ni kweli tunahitaji And it Mungu. is true, we need God. Hatuhitaji watu waongee. We don't need people to talk. Sababu hii watu kuongea Because if people talk, imesababisha uharibifu mwingi. people talking has brought a lot of disaster. Na acha nikuambie, And let me tell you, ikuwe mama yako, baba yako, let it ndugu be your yako, mother, your father, your sibling, pastor wako, your pastor, hata kuwa pamoja na wewe wakati yote. they will not be with you all the time. Uko nafasi kwenye hata kuwa There are places where they will be ni absent. wewe tu It is you na matendo yako. and your acts and your deeds. Vijana wewe, ni wewe tu It's only you na matendo yako. and your acts. Sasa tuko na somo nzuri sana We have a very good thing ambao tutaongea hako I'll talk about hizi siku ambazo tutakuwa hapa, in this day that you're going to be here. kulingana na jinsi Mungu According to the way God atatujalia. will lead us. Ni somo nzuri sana, It's a very good, inaamini hakika I believe, utabarikiwa, you'll be blessed. utabarikiwa kabisa. You will be blessed. Nayo iko hivi, inasema hivi: The thing says, mambo yanayoleta ushindi things that bring victory ndani ya kijana Mkristo. in the life of the Christian youth. Mambo Things yanayoleta ushindi that bring victory ndani ya maisha In the life ya kijana of Mkristo. a youth who is a Christian. Hello. Your interpreting. Les choses qui donnent la victoire dans la vie d'un jeune chrétien. Les éléments qui apportent
Okay, haleluya. Mambo yanayoleta ushindi The elements that bring ndani ya maisha your life ya kijana wa Kristo. of a youth who is Christian. Bado tutaongea zaidi That's what we're going to talk about. na iko vizuri. And it's good. Tunaongea kwa vijana, We are talking to the youth. lakini haiko vijana kwa And kawaida. it's not only Ni youth, vijana wa Kristo. but they are youth who are Christians. Tulichapigwa makofi. First clap for yourself. Sasa mambo yote Now everything, kama tuko hapa sisi if you're here, na wengine ndio natufuata niko nje fasi mbalimbali, there are others following us. tunajua In different places. haiko tuko hapa. I know it's not only for you. Inaweza kuwa kwako kwa msinaweza kuwa kwa mwingine. It can be to you, same as Lakini yako ukamata. but take the one that is yours. Ile yako The iachiwe one that is mwingine. not yours, leave it to the others. Haleluya. Amen. Tatizo liko kwa sasa The problem that is there for now, vijana the youth, ama kwa jumla kanisa let's say the church imeingiliwa has been entered in na the kuingiliwa mix. kwa kanisa imeingiliwa And the mixing we're talking kwa about. baba kwa mama We're talking about the mother, the fathers, vijana the wazee youth, the elders. wamechangia, They have mixed things. lakini wenye wanachangia kwa kasi ya juu zaidi But those who are mixing to the higher levels ni vijana. are the youth. Hello. Hello. Ni kusema It means kanisa kuingiliwa, the church being mixed, vijana wamechangia the youth are mixed kwa hatua kadhambi in sana, a very big state. na ukatengeneza vijana, If you make the youth, ni kusema unatengeneza mambo mengi it sana. means you've prepared a lot of things. Biblia The Bible ni neno la Mungu is the word of God, na linajitegemea, and it is self-supported. halihitaji msaada ya mtu yoyote, Doesn't need any help. halihitaji msaada ya mtu yoyote, Doesn't need anybody's help. sababu Biblia Because the Bible ndio kitabu kizuri is a very big ambao book kimekuwa na majibu that has kwa maswali yote ya mwanadamu every questions of kwa the kila karne yoyote ama vizazi na vizazi. for generations and generations. Hivi vishapita na vijaribu What vinakuja. has passed and what is coming? Biblia iko na majibu The Bible has answers kwa maswali to questions ya vijana, of the youth kwa watu wote. and to everyone. Biblia ni kitabu ambacho The Bible is a book chepesi sana, that is very light sababu inajitafsiria because it interprets itself. na hawezi jengea hoja And you cannot build, kwa andiko moja. you can't base so much on one Na ndio maana scripture. masomo hapa kwa masomo tunakuwa na kama école de disciple, That's why for the tunaongea discipleship, kwa kanuni, we talk about the different principles. sababu huwezi soma Biblia Because you cannot read the Bible bila makanuni, without those principles. utaleta akili yako. You bring in your own thoughts. Na Biblia kwa sasa And the Bible for now ni kitabu kizuri is a very big book, very ambacho good book. kimevuviwa kuvuviwa kwa Roho Mtakatifu. And there has been anointed with the Holy Spirit. Ndio ile. Haleluya. Amen. I think that's it. Biblia ni kitabu kizuri The Bible is a very good book ambacho wale ambao waliandika that the writers, waliongozwa they were led na Mungu, by God. waliongozwa. They were led. Ni kitabu ambacho It's a book kimeandikwa muda mrefu that has been written for a very long tokea time. mwandishi wa kwanza The first writer mpaka mwandishi to the last writer. karibu miaka 1500, For like, it has been written for over 1,000 lakini years. hakizitope But it can never go against itself. kinatuhakikishia It kama makes sure wapishi that the writers watu walikuwa wengi, were many, lakini walikuwa wanaongozwa but they were led na mwandishi mmoja tu by the same writer.
ni Mungu peke yake. That is God Himself. Biblia That's why we say the Bible ni neno la Mungu is the word of na God alishipingi. and does not go against itself. Na tukaenda mbalimbali And if you go against na it, neno la Mungu against the word of God, tutapotea tu. you shall get lost. Katika mambo yote But in everything, tuheshimu we should na respect tufuate neno la Mungu. and follow the word of God. Hello. Hello. Uharibifu umekuja The mix has come most of the time kwa ajili ya ambayo inasababisha uharibifu. Kitu ambacho inasababisha uharibifu the thing that is causing destruction. ni tafsiri. It is the meaning, Tafsiri the interpretation ndio imeleta has brought in ukengewefu wa Biblia pia. like misunderstanding of the Bible. Kwa sababu gani? Why? Wakati wanatosha Biblia When they bring out the Bible, kulugha fulani kuleta kulugha fulani, and they take it and they translate na it to vile another, uharibifu umekuja. and that's how destruction has come. Na kwa sababu tafsiri And because ikisha the translation has been destroyed, mara moja immediately fasiri nayo inaharibika. the meaning is changed. Tafsiri ikisharibika, When the meaning is changed, fasiri nayo inaharibika. the way people understand it also changes. Na utakuta ndani ya Biblia And if you read the Bible, kuna maandiko kama mashairi there are some chapters zimeharibika, that are spoiled. wameleta mambo yao. They have brought their own words. Wakati wameharibisha And hivyo, when they have destroyed it, wakufasiri nao those who translate nao it, wanapiganisha. they also take it in their Wakati own mambo way. yote itapiganisha, And when everything is taken in its own ndio way, uharibifu unaendelea. that is the destruction of the Bible. Wengine watakamata mpaka And the wanapiganisha, preachers also take it in their own direction. watakamata mpaka The people wanapiganisha. also take it in their own direction. Naona uharibifu unaendelea. And destruction comes in everywhere. Lakini asante kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Thanks to God because it's faithful. Ijapokuwa uharibifu unaweza ukatokea, Even if destruction can come in, neno la Mungu the word of God, halishipingi. it does not go against itself. Katika makarne ambayo zilipita, In everything that it passed kuna through, watu wengi walitaka kupoteza neno la Mungu. there are those who are almost losing the Kuna word of watu God. wengi walitaka wachome kitabu Biblia na iishie They kule, wanted to burn these books, lakini Mungu alisimama. but God Himself stood. Vijana oye! Already. Vijana oye! Tuko kwa somo nzuri leo, We have this good thing, na mambo haya and this tunaipata katika kitabu we get in the book, waraka wa kwanza wa Yohane the first letter sura of yake ya John, pili na mstari wa 14. chapter 2, verse 14. Isomwe neno la Mungu. Everyone God be read. Inasema nini? What does it say? Mwenye amepata atakusomea. Someone was going to read for us. Waraka wa kwanza The first letter wa Yohane of John, sura yake ya pili mstari wa 14. chapter 2, verse 14. Je lis 1 Jean, chapitre 2, verset 14 de Jésus. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, j'aime Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Haleluya. Sema amen. Huko vitu vingine There are other things. hata ulete maloshiki zako Even if you bring your own logic, vinajibakia tu vinajifasiri. it interprets itself. Hello. Hata ulete Even if you bring mambo ya your own words, yale itabakia tu vinajifasiria tu it hivi. interprets itself in its own way. Utakreate You can create, yale itabakia tu vinajifasiria tu. it just defends itself. Bwana asifiwe. Nikizani I think shusha kwanza hii ndani hapa.
Put this board down. Let's break the board down. Okay. Ninajua hapa huko mwanasheria. I know there is a lawyer. Mtu ya sheria sana. He knows about law. Sasa tunakuwa na milango mbili. We have 2 doors. Ya choo kwa mfano. For example, we have 2 doors to the washroom. Na ni choo cha watu wote. And it's a public washroom. Kuko wenye wanajua kusoma There are those who know how to read, na kuko wenye hawajui kusoma. and those who don't know how to read. Wote tupige milango mbili pale. Put 2 doors. Lawyer atakia tuandikie. Njoo milango ile. Bro. Tunazipozea. Utie tu milango tu hivi tunafaa tujie. Put doors. Atia kupinga bado. Okay. Sasa mpatie mwanasheria. And I will give to the lawyer to write for us. Sasa utaandika. You're going to write. Wasome my hapa yulu. Those who are going to read, Na wenye they read. hawajui kusoma wanaweza soma maimaji. Those who read, they read the writings of the trade. And those who don't know how to read, draw pictures for Ya them. wanaume. So this one is for Yeah, men, yeah. and the other is for the women. So you're writing this side, women, the other side, men, and you draw. Huko sasa huko. Andika na kule nako. Write also there. Ile ni kusoma. That's what those who can read. Wanaweza tambua kwa picha. They can, there are others who can see through pictures. Andika picha pale. Draw the pictures now. Asante kwa sheria. Ndio ndio wataandika. Wewe mtu matandika tusikie mwanaweza. Who can correct this? Tuko pakiana kwa hapo. We have drawn upside. Ndio tunasifa. The picture, correct the picture. Wewe tukishaona ile ya wanaume ndio kushaweza pili yake. Okay. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kuna huko upande mwingine The others. inashipana tu. The other things are just arranged. Hata utaleta maloshike sana. Even if you tell us your logic, Inashelewa tu. but it is understandable on its own. Hello. Hello. Kwa kuona vijana By you seeing hii picha na hii picha that picture and the other picture, zinafanana. do they look alike? Utafauti kwa wapi? What's the difference?
Acha bali ndio mwanasheria. Wewe ndio unasoma mashine. You're the one who was Sio nini baya ya kuleta sifanana. Ile si ile. Ndio ndio una nani? Parité 50-50. Kwa nini unafanya vitu? Why do you do that? Parce que il y a des habillements propres pour les femmes qui différencient l'homme et la femme. Okay. Asante. Thank you. Okay. Ile huko mwanasheria kabisa. Mwanasheria hapa. That is the lawyer, so he's from the board up. Okay, asante. Jamani, kweli mwingine. There's some truth. Hata upinge, Even if you go hata ukataa, even if you refuse, utabakia hapa. it remains the Na truth. unaweza iacha, You can live it lakini here, kesho but tomorrow, Ukishatoka mumwili. when you're out of your utakutana body, na upinge. meet with it. Tunaongea kuhusu mambo We are talking about this Yenye iko kuna that is in this world. hapa Yohana huyu. This is John. Iko naangia vijana. vijana. He's writing to the youth. Ameleta taratibu kuanzia kule yulu. He has given order from above. Anaambia fikia vijana. When you read to the youth, Kuhusu Vijana about the youth, unaangalia mambo matatu. you find three things about the youth. kulingana na mahali ambapo tumesoma. According to the way we have read, Mambo matatu there are three things ambao nimeyasikia bali. that me I have heard ambao Biblia inaeleza. that the Bible has spoken about. Tuone kama mwingine mnasikia sawa sawa na mimi. I don't know if anybody else. Jambo ya kwanza ni nini? The first thing is Wana nguvu. they are strong. Tia pale nguvu. Put that strength. Pointi ya pili The second point, ni nini? Tuko tu pale pale we are wewe. still in that same verse that we read. Neno la Mungu The word of God na Hapa chini ile mshahara ya kwanza ile pointi ya kwanza ya pili pale. neno la Mungu The word of God linakaa ndani ya dwells in them. ya tatu. The third thing, Vous avez vaincu les malheurs. Walishi they conquered. ule mwovu ama mabaya. They conquered the evil. Biblia kwa kuna hapa. Tuandikie niko nasoma. You should write to us what you can read. Tubile. Ndipo sasa kule kwa masomo. It's not like school. Ile ambayo tumeandika tukisidiki. So you should write it down. Okay, pointi ya kwanza The first point, wana nguvu. they are strong. Pointi ya pili, The second point, neno la Mungu the word of God linakaa ndani dwells ya in them. na ya tatu And the third, walishi they conquered uovu evil. ama ule uovu. Or maybe the devil. Na hicho hatua tatu, So those are the three steps. ile njo mambo matatu Those are the three things ni ya msingi sana, that are found. na njo tutaongelea That's kusa, what we're going to talk about. sababu kijana yoyote Because mwenye every anashika mambo haya that has conquered these three things anakuwa na ushindi. has victory. Ya kwanza ni The first one is strength. ya pili ni neno la The Mungu second ya one is the word of God. na ya tatu And the third one, they conquered the devil. haya mambo yote All these things, matatu all these three things, yote yenye inaibeba the thing that carries it ni hii ya pili. is the second one.
Upime kuiandika namna gani? Okay. Utie hapa. Kweti hapa neno la Mungu. Kwa hatua hizi nikisema uzito wote ama kitu yenye nabeba yote na neno la Mungu wakati liko ndani ya mtu ama ndani ya kijana ni ushindi wa hali ya juu. It is victory of a high level. Tuende kweti ya kwanza tuangalie. So let's go to the first point and see nguvu. Strength. Methali. Proverbs. Methali sura yake ya 12. Proverbs. Mstari wake wa 12 na 10. Chapter 20 verse 29. Inasema nini? What does it say? Msomaji, washampatia kipaza sauti ya tusomeni. Proverbs 29. Inasema nini? 20:29. Proverbs 20:29. Soma neno la Mungu. Celui qui répond à la calomnie les voit les secrets, et de même pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Proverbes 29. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Amen. Sulemani unaona? That is Solomon. Anaongea. He's talking. Anasema nguvu. He's talking about strength. Nguvu. He says strength is the glory of a youth. Kijana yoyote. Every youth. Nguvu ndio nguvu. Strength is sababu kijana a youth is strong. Tukalinganisha. If we compare, Kuangalia mambo haya. to look at these things, Tunakuja kuta. we find that Nguvu yenye vijana wako tunayo. the strength that the youth have, Haiko tu ya kimwili. it's not just Sababu physical. nguvu nazo zimegawanyika kwa sehemu Because mbili. also strength is divided into two parts. Nguvu za kimwili. Physical strength Unakuwa na nguvu za and kiroho. spiritual strength. Haleluya. Hata zetu nguvu za kimwili. You're not meant to just talk about the nguvu Za kimwili. They are also Na kunakuwa nguvu za kiroho. they are also spiritual strength. Hizi nguvu All this strength ndio zinatusaidia it helps us ili tushinde. to conquer. Lakini nguvu hii But God zinatosha ama zinasukuma mizizi yake ndani ya neno la Mungu. but the strength you think about Sababu is bila neno la Mungu in the word of God. Without the word of God, hakuna ushindi there is no victory wenye utapata. that you're gonna get. Sababu kwa kujua neno la Mungu, Because if you know the kwa word of kuelewa God, neno la Mungu, if you know the word of God, that's when you're victorious. unapata. That's when you get victory. Haleluya. Bwana asifiwe. Pale ndipo tunapata ushindi. That's where we get victory from. Hello. Tatizo ya watu wengi, The problem with very many people, neno la Mungu wanaweza wakalisikia, they can listen to the word of God, lakini wanalisikia but they just listen to it kulingana na akili zao. according to their own understanding.
sababu mambo ya Mungu Because godly things, hawezi ielewa ama kuisikia you cannot understand or listen to it kulingana na akili zako. according to your own Ndio understanding. maana Paulo yuko sema That's why Paul is saying aseme that mili yenu, your body, nafsi yenu your soul, na roho zenu and your spirit zichungwe. should be kept. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 First Thessalonians chapter. sababu neno la Mungu ni sharti lijitetee. The word of God Sio should kwa kuongea. Inasema defend nini? itself. Aha. Wathesalonike wa kwanza sura First ya 5 Thessalonians chapter 5, 2 verse 23. Chapitre 5 verset yake. Inasema nini? What does it say? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Asema Mungu mwenyewe It just said that God himself, let him cleanse roho yenu your heart, your body, and your soul. takaswe. Let it be cleansed. Tatizo kwa iko nasumbua The watu burden is bothering people kwa sababu because wametaka wachange they want to mix mambo ya Mungu the things of God. haichangwe The changwe. things of God are not mixed. Hello. Hello. Bwana asifiwe. Hawezi changa na vitu You vingine. cannot mix godly things with Kila other kitu things. kiko nafasi yake ya Everything kupitia. has its own place to. Kila kitu kiko nafasi yake ya kupitia. Everything has its own way to Dunia ya pass. leo And today, watu wamevurugika people are kwa sababu ya confused kuchangachanga. because of mixing Na things. kama vijana And as the youth, sababu munaelewa because you understand, na nafurahi kwa sababu and I'm so naongea na happy vijana hivi because we are going to talk with the youth of this generation. And the Bible is vijana wana nguvu the youth na is neno la strong. Mungu linakaa ndani When the yao. word of God dwells in them. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Mwili The body, kabla tuendelee, before you move on, sababu kabla tuendelee ndani before you go deeper, inabidi tuelewe vitu viko we namna have gani. to understand how things work. Sababu watu kutokuelewa Because people will not understand ndio it. maana wanachanganya. They are mixing these things. Na hii somo kuingia ndani kindani If we go deeper in this ishakuwa ipe vigumu to be able to have, kama hatuyarudia huko. if you have not yet gone back, Turudie kwanza pale. let's first go back there. Turudie kwanza pale Let's go back kwa there. Tesaloniki. Thessalonians. Unaona Mungu ndani ya uumbaji wake. You know, God in His creation, Ukasoma Mwanzo 2:7, if you read in the book of Genesis, chapter 2, verse Biblia 7, inasema the Bible says Mungu alikamata udongo. God took Na soil, wakati dust. alikamata udongo When He took dust, akaifinyanga. He mixed Na it. baada ya kuifinyanga After mixing, akaipulizia pumzi He blew na Mungu His akakuwa breath nafsi ya uhai. and it became a living soul. Hello. Tukafuata hii hatua ya uumbaji wa Mungu. If we look at the steps of creation, it also makes it different. It Hii wa explains Tesaloniki. this Thessalonians. Sababu wa Tesaloniki, Because Thessalonians, barua ya Paulo kwa Tesaloniki, the book wa of kwanza sura ya 13, Paulo anataya hatua tatu: Paul is talking about three things: mwili, roho, body, ama spirit, and soul. nafsi na roho. Body, soul, and spirit. Anajidetaiba, He is explaining it in anajua kwa detail, nini, and he knows why. sababu hatuwezi changanya mambo. Because we cannot mix these things. Dunia ya leo The now world, watu liko wanachanganya mambo, people are mixing up things. wanaimixe They mix up na things, ndio inawapotea and it pulls to them tumaini hope la bila tija, that has no future. sababu wakati tutachanga mambo When we mix things, itatuvuruga it will disorganize us, na itatupoteza, and it will make us na itakuja fail. katika hatua And then will come. ambao tunatoka ndani ya mwili We come out of this body. tunakuta kule ni We marealite. find that we are mixed up with other Unawasia reality. kwa ukweli, When you hear the truth, kumbe ni upotofu. but you think that you're
Mwili isimeumbwa The way the body is created, imekuwa na senses zake. it has its senses, Senses za kimwili. the physical senses. Na watu wengi And many people, wanazielewa vizuri. they understand it very well. Ziko karibuni 5. There are like 5. 5 sens. There are 5. Sens de vie, The sense to see, de oui, to d'odorat, to smell, de toucher. to touch. De chaleur, de regard. Test. Tunakosa ngapi? Wewe pita tuki. Tunakosa ngapi moja? Vipi toucher? Odora. Smell. Hizi ziko sense These are the senses za kimwili of the body, of the flesh. zinatusaidia It helps us juu ya kuwasiliana to cope up na mazingira with our environment. ambayo inatuzuia. The things that are surrounding us. Zinatusaidia kwa ile hatua. It helps us in this way. Na ile ni mwili. And this is the body. Kunakuwa nerves. There is the soul. Nafsi The soul, ndio siege it is ya personal. the place where our personality dwells. Maana kumekuwa mambo mengi. That there is a lot of things. Na hii nayo And this, iko na hatua 3. it has 3 steps. 3 big steps. Kunakuwa volonté. There is willing, there is a will, there is a will, Kunakuwa akili. there is knowledge. Akili iko ndani ya Knowledge, intelligence. Okay. Akili pale nayo kuna faculty 3. So intelligence also has 3 parts. Huko connaissance, There is knowledge, raisonnement, there is na thinking, sagesse. there is knowledge, thought, and wisdom. Okay. Connaissance, raisonnement, sagesse. Okay. Kunakuwa ya 3. There is a 3rd one. Iko sentiment. There is feeling. Sentiment mle ndio umekuwa yote. In the feeling that everything is wrong, love, hatred, anger, overthinking, everything Iko mule. is there. Okay. Kunakuwa hatua ya 3. There is the 3rd state. Iko esprit. There is the spirit. Esprit nayo The spirit also iko na sense zake. has its own senses. Those are spiritual senses. Zinasaidia It helps vitu ya kiroho. in the spiritual things. Ya kwanza The first one, inakuwa intuition. there is intuition. Intuition. Ya pili Second, inakuwa conscience. understanding. Ya tatu inakuwa adoration. Worship. Hizi ndio masanse za Those are the kiroho. spiritual senses. Ndio mtu ule. That's a person. Sasa tatizo So the problem, wakati mwanadamu when ameanguka, a human being falls, utakuwa mvurugo. they account disturbance because the order of God, Inabidi roho the spirit ipokee mambo, has to receive things, isukume kwa nafsi. send it to the soul. Kabla nafsi haishapokea mambo, When the soul receives, anatumia mwili. send it to the body because the body is the assignment, and that is the order. Na ilikuwa vizuri kwa It heshima. was very good, which was never going against itself. Lakini wakati mwanadamu But when a human being amefanya dhambi, sinned, ile taratibu ikakuwa vurugeni all these things mixed up, na roho and the spirit, ikakosa access. the spirit lacked access, Ile communication ikakosekana, and that communication was not there. ikaenda ikajivunga
the soul mixed up with the body, Kwa mwanadamu it became a human mwenye being ameshindwa. who has failed. Ndio kisi mwanadamu alikufa. That's how a human being died. Nikisema mambo yote It means everything ikavurugika was disorganized. na roho, And the spirit, sababu yayo haikuwake na nguvu. since it's not that Wakati strong, yote roho all the time the spirit inatafuta msaada. looks for help. Hello. Hello. Tunaweza unataka profesero kwa university. You can see a professor in university, Beba nampatika kifagio. but they give him a broom. Nasema kifagio cha tathmini. Thinking that Mbele ya kuingia unaanza kuzungusha mara tatu. before entering, you hand that broom 3 times. Ama wingi wa masomo yake. No matter how much you Anashikamana study, tena hivi. they are stuck with that because the spirit, Pesa sana inakuwa na uoga sana. it is very scared. It needs Sasa help. hapa ndio tatizo This inatokea. is where the problem comes from. Na wakati mwanadamu When a human being, shetani anamwingilia. the devil comes Nafasi to ambapo control, shetani and when the devil aliingilia njia kidevelope to develop, ni kwa nafsi. the devil went to the soul. Na ndio maana pale nafsi That's why the soul, huko ujuzi na magesho za mingi. there is a lot of wisdom and questions. Huko roho When there is the spirit, jambo linaweza toka huko. things that can come from the spirit. Moja One, metapata mapingamizi but it will be like barricades, elfu. like 1,000, Hello. Kwa sababu nafsi because ndio force yote hiyo. the soul has all the Na strength. watu wengi And many people, kazi zao they are what? mambo yao They are things wanafanyia that are nafsi. bringing from the soul. Okay, taratibu ya Mungu Yet the order of the Lord, inabidi roho the spirit ipokee kutoka kwa has to Mungu. receive things from God. Ikishapokea vitu After receiving the ndio things, ijisukume sana then kwenye it will utaratibu send it yao. to the soul. Bila kurespect Without respecting hii taratibu yenye Mungu this anajua order that the Lord knows, inaleta it makomplikasyon brings complications. hata kwa watu, Even in hata people, kwa vijana, even in youth, na ndio vurugeni mingi. that's how disorganization comes. Sasa acha Mungu atusaidie Let the Lord help na us atuwezeshe and help and encourage us vizuri. to live well. Sasa wakati watu wamekuwa kwa hiyo hatua, But people in that state, watu wategemee sana people do not mambo ya roho. are not so much into spirit. Wanaangalia sana mambo ya They Mungu. are looking so much into the worldly things. Bwana tusaidie sana. Vijana, Bwana asifiwe. Haleluya. Chapia Yesu makofi. Acha nikuambie. Let me tell you something. Ujifanye mwerevu, You can act very wise. ujifanye mwerevu. You can act like you're not wise. Jua hukumu ya Mungu ije. Just know the judgment of the Lord Na is kama there. hautanielewa wiki And you will not understand it in this order. You let the Holy Spirit to lead you, akufundishe to teach you kwa kupitia pia neno la Mungu, through the word of God. itakuwa ni tatizo. It will be a very big problem. Hello. And Nyakati yenye tuko ndani in this time we're living, ni nyakati za hatari. it's a very dangerous Hayo time. nyakati za It is mchezo. not a time to joke with. Watu wametaka People want waende na mambo yenye iko kutaa, to go with things that are on time. lakini hata unaenda na mambo yenye iko But you kutaa can go with the things that are on yenyewe ni time. wakati. And you go according to time. Ujua hakika Just know that siku za mtu the days of a human being zipo zichache sana. are very few. Hello. Mapasteri na watu wengine The pastors and other people, wanaweza kuficha, they can hide it from you. hawatakwambia kweli, They will not tell you the truth. hawatakusifia, They will praise you. lakini ujue utatoka, But just know you will leave this body, and the place where you will be, hakutakuwa pasteri pale. there is no pastor. Hello. Hello. Hakutakuwa pasteri pale. There is no pastor there. Na ndio maana tatizo siku za leo, That's what the problem that you're facing these days. watu wanapenda People want, kama vijana even the youth, wanapenda ile madebate ile. they want debates. Kutakuwa nani mafundisho ya vijana? They will be teaching the youth. Wanapenda ile madebate. They want debate. Tunasema What debate? ese musika ama ya
a girl or a boy anaweza kuwa na rafiki can have a friend of a girl. na watu wanaenda And people just go there debating, arguing. We are going to listen to that debate, we also argue a little bit. And people go on in that same thing, and people are very happy. After that, they take some. And they go back home. But let me tell you, Jesus, in the book of Matthew, chapter 24, verse 42, if you go on stopping down there, it is his praise. Lucky is that servant, a very good servant, who will give food, who will eat food on time. Those who make songs are here. Make songs that are on time. There are people I say that this is someone making a song. Yahweh, 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 Yahweh. That is and you swap singing that same word. In the beginning you go you take your they go and they meet them. In the morning they come again. Yahweh, 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 Yahweh. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do not touch me. If you touch them to be like David danced and his clothes fell. That's when they hold on. It's like a pole. But according to law, there is one day we were talking about the order. There is no way the Bible says David danced and his clothes fell. According to law, and the way we read the Bible, there are other laws of reading the Bible. If you don't respect those orders, the Bible will confuse you. There is the law of taking messages. You cannot read the Bible and you just read it like you're reading a book. For example, they say, do not enter the house of God empty-handed. You just take that one, and everybody takes that one. When someone has to come in the house of God, don't come in the house of God empty-handed. Before there is some information. So the order of the way the word is flowing will teach you. There are other ways of reading the Bible. The one the way, okay, the order, the way. You should ask yourself, this one, other books, what does it say about this? The one will explain about the other one. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The one of God, I want to be. The one of God should be inside. You should listen to the word of God. What does it say? You walk according to the word of God. You should listen to it. Just listen to the experience of God. Because you
of serious issues. Na jiko na mateso nyingi. And that is making them to suffer is the strength that they have. Because in you, you have the power to destroy anything. You have the power to make that is to be. Even in you, it's true. It starts from there. Not the soul of the moment you understand my children. No. In the soul, you'll do anything that is there to do. But in the soul, very many people are walking from there. That's why there's a place. You can meet up with the preacher. You can meet up with the singer. They sing. They teach. And you'll be like, okay. But look into their behaviors, their characters, the way they it's doesn't work together. Why? They're into the soul. We can just create songs. That's why I think that some in the soul, it is hard to see someone singing, people to cry. It's not there. Just not there. Because of the one is the things. That's what on many stages says. They don't put preaching because the preachers have also helped you. They have helped you. Hello. They tell you your enemy. They don't defend you. You'll see. That's why you get it. But the tree, there is that's what you get. But there's a problem. Because if you're not only being fruit, it can also be your behavior. It can make people close to you. Hello. Siku ya Jumapili On Sunday, ndio nilipima kuongea nasema I told you about Mungu anakutukana. If you someone abusing you, Anakuambia naomba kuna hiyo bongo. tells you, go about it. you're stupid. Usikasirike. Don't get angry. Usifanye nini? Do not get angry. Ujifunze. Teach yourself. Ameniita fu. They have called me a fool. Is it true? Ukakutana ni kweli. If you find out that it's true, Ujipange, ujijenga sana. put yourself into the right way. Hallelujah. Amen. Sababu ule mwenye yuko pembeni yako Because the one next to ndio Mungu ameweka pa. God has put them there Tu akunyoshe. so that they can show you the truth. Nataka enda pembeni. If you want to go astray, you find yourself walking online. Bwana tusaidie sana. Amen. Na ile yote tutaiweza. And all that you're going to make Wakati neno la Mungu linakaa ndani the yetu. word of God dwells in us. Neno la Mungu likikaa ndani The yetu, word of God dwells in you. tutaishi vizuri. You will live well. Tusome Timotheo wa kwanza sura yake ya 4. Read the book of 1 Timothy chapter 4, Mstari wa 13 unasema nini? verse 13. What does it say? Soma neno la Mungu. Let it be read the word of God. Inasema nini? Wanapata tusomea? 1 Timothy. Inasema nini? Timotheo wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 13. 1 Timothy chapter 4, verset 13. Inasema nini? What does it say? Jusqu'à ce que je vienne avec toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vijana wanasifiwe. Amen. Kuna faida sana There is a lot katika kusoma neno la Mungu. to reading the word of Sababu God. neno la Mungu Because the word of wakati God limekaa ndani that yetu dwells in you. litatusaidia. Bwana asikie mtoto wake Timotheo. Mpaka sisi nikafika. Usijaribu sana juu ya kusoma Biblia.
ukataka wewe utembee jinsi unataka leo. Unless if you want to walk, Lakini kama neno la Mungu linakaa ndani yako, na unatambua tabia zako, matendo yako, kwa sababu Mungu anataka kufanya mambo ya kupendeza. Inaweza kuwa tatizo kwa kijana, lakini siku inapita hata Mungu ya kusoma Biblia. You don't even get 1 hour to read the word of God. Okay, Biblia In the word of God, inawapatia ile kitu. it gives you the instruction. Inasema vijana, It says, neno la Mungu linakaa ndani yako. dwells in them. Na acha nikwambie, And let me tell you, mwenye iko na neno la the Mungu person of the word of iko God, tofauti you are na watu wengine. different from the rest. Ukatumikia Mungu, If you serve the Lord, ukaomba Mungu, if you pray to na God, neno la Mungu linakutoa ndani yako, takes control of you, utaishi you vizuri. will live very well. Hello. Hello. Neno la Mungu wakati tunalisoma When we read the word of God, litatusaidia tutoke katika mapokezi. it will help us to Unaona leo watu wengi wanaishi mapokezi. these days you are living into the system of world Lakini wakati family. tunaishi mapokezi, When you're welcoming each utapata other, matatizo. you get problems. Utaishi huko na chunga tumaini You'll be hoping. yenye haina tija. You'll be hoping. Lakini wakati unasoma neno la But Mungu, when you read the word of God, litakukosoa it will na litakuonyesha ukweli. show you the truth. Tatizo ya watu The people of God, wamekuwa wavivu they are wa lazy kusoma to Biblia. read the Bible. Yet they do. Kama unataka utengeneze If you want to, dunia hii, kanisa this itengeneze, one, the church, neno la Mungu the liko word wazi. of God should be plenty. Wakati mwingine tuachane kwanza na mimi. Sometimes times to Wengi waliokuwa uwe unaongozwa na neno la Mungu. but you should be talking according to the word of God. Chapia Yesu makofi na sifa. That's the word of Jesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Neno la Mungu liko mwingi. The word of God should be plenty. Neno la Mungu linakaa ndani The yako. word of God Utatembea you vizuri will walk according na utaishi vizuri. and you live according. Akili yako itakuwa tofauti. Will be different. Haleluya. Amen. Kuna watu wengi juu ya kukosa neno la You Mungu. find people these days because of lack of the word of God. Lack of the word of God. Wameacha na watu wanaanza kutukana You find them insulting us. na wapagani. Even Nao pagans. wanatukana. They're insulting Christians. Wakati wanatuona When they see you, wanaona hakuna utofauti. there is no difference. Hello. Oh. Wazee Bwana asifiwe. Amen. Unafika hapo na una nani? You come here, Unaanza dance. you start dancing. Dance. You start dancing. Dance si vibaya. Dancing is not Lakini bad, dance but dance ipokee ndani ya Yesu. should come from your spirit. The Holy Spirit Alete ile should come in. ile uamsho. Dance to dance. Hapana kulingana Do not na tamaa. according to the way you want. Haleluya. Unakuja You come here. unajitengeneza. You prepare yourself very well. So. So. Unaanza sasa. You start. Hey. Na unaangalia. And Unaona attention. be careful. Kila kitu kitafanya Everything that we shall do kitapita huko. will be judged. Na kuimba And even sing. ana kazi yote. Every work of God. Usikamate. Do not just take it. Saka pombe kama wewe. Like some deal. Attention. Be careful. Sababu kitu tuko nafanya Everything that we do itapita huko. will be judged. Sababu nafsi yako, Your soul inabidi jazo Roho Mtakatifu. should be filled by the Spirit. Dhamiri yako Your inabidi ishuhudie. conscience should testify. Acha nikwambie. Let me tell you something. Kama una connaissance juu
nothing, like not about Mungu mtakatifu. Na anatumikiwa na watu wenye wanamjua. He likes people to serve him when you know him. Chapia Yesu kama tunasema. Na sisi kama vijana kwa kweli na haki. If you serve God true. Kanisa na wengine wote watabadilika. People will change. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Tatizo inakuja kuya. The problem comes in kila changamoto yote. Every single challenge. Kila kitu yote. Every little thing. You find that it's in you. Now the youth from out. What would you teach them? Hello. Bwana asifiwe. Amen. Tuingaza hapa tunaita. We sit here and see the youth who are saved. Mwingine naye Someone else alikuwa kule was there. saa zingine karaoke. Maybe they're from karaoke. Anataka maybe akikuta kule And they find that what they found, they find it here. tulizani kwanza. Ask yourself, Tutakuwa tunamsaidia ama tunamuongezea? whether to help that person destroy that person more. Vijana Bwana asifiwe. Tutakuwa tunamsaidia kupoteza ama Whether to be helping him to destroy him or to we are you are anakuja someone comes, processes zake hazijakamilika. their processes are not yet confirmed. They sit down Naona huya and you also come here unaimba. and you sing. Vijana iko kuta. They are on time. Anavaa saa zingine vya mfupi Maybe they are wearing something short na anaongeza kupasu. and they have added a slit. Kisha barasikia kwa anaongeza bina And then they're saying, Bina, kisha anaongeza bina na ndege na hiyo. Sina kwa ndege na hiyo. it becomes in the house. Sasa huyu mwenye amefika Now this one who has come, president jana. the president Tutakuwa will tunamsaidia ama be helping tunaona him what is training. unapoteza You're destroying the person. pale ndani Inside his dhamiri yake their conscience haipacho will not mkosa yake. Utakuja wanatoka vitu hapa. Utaona nitaendelea kumsaidia na kuendelea kumpatia kama shida ya kuingia ndani ya dhambi. to sit into sin. Lakini acha sisi vijana Let us be ambao tumeokoka kuwe na utofauti. different. Mungu anaweza. God is able. Hakuna kinashindikana mbele There za is Mungu. nothing impossible. Kama utatembea sheria za Mungu, Mungu atakufanya utofauti. Chapia Yesu makofi mazuri. Kama utatembea jinsi Mungu anataka, Mungu atakufanya utofauti. Unaweza kutoka na kuingia Mungu si. You find yourself serving God. Hata sio. Be Kuwa na careful. gari, Let kuwa na mzuri. having a Kuwa car, na having nini, smart kuwa na money, nini. having Hayo ndio whatever. kubarikiwa. It is not being blessed. Unaweza kuwa na mimi tena You unabarikiwa. can have everything but you're cursed. Baraka ni tofauti na hii. Blessing is different from what you think. Baraka ni zawadi ambao Blessing is wanasikiliza sauti ya Mungu the na blessing kufanya is vile Mungu anataka. and do what God wants. Haleluya! Kama unataka kuwa kijana You ambaye want to know and do ataambukiza watu that will come na kuwa mfano, should be a good hivyo example. kuwa mtumishi wa You Mungu. should be a servant of God. Kuna watu wengi There are other people. ni watumishi ya shetani They are servants of na Satan ni wajakazi ya and they shetani. are servants of Satan. Unaona shetani You see Satan? iko na mbinu mingi He has very many ways za kuchanganyikisha watu to disorganize people. na kwenye iko na sible sana. Where he is targeting is the youth. Na tuna na Mungu That's why God anapenda sana vijana. loves also the youth. Haleluya. Naongea sana kwa viongozi ya That's vijana. why I talk so much to the leaders of the Kuna youth. kazi
it. Bambia kama wale watutilie tu. If they tell you to put it there, Watutilie tu. Watuoneshe mavazi. Google, bambie tu Google. Hapana kama Biblia. not even their Bible, Watuoneshe tu mavazi ya makahaba. clothes of prostitutes. Unaweza tutilia vile ba. Put that for us, please. Tuko hapa na leo tunataka kumuuliza hapa Google. Hello. 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 Kila mtu So everyone, ana mtu wake they know him wa hali yake. through their own behavior. Watoto yangu My children, msifanye mchezo do not joke. na Mungu And heaven, mbinguni. heaven, Tatizo mapokezi problem is one time imepotosha watu wengi. has lost, has made many people to get lost. Watu wengi wanakaa kama wanajifanyisha. People are there canceling themselves. Akaanza mzee. They fall into sin. Yesu atakuja. Jesus will come. Atafunga shetani. He will tie Satan Atasumbua tena. and will not disturb people anymore. Umeshatia bara moja. We put there. Hayo ndo tunatii. Ndio tunaandika mbele tunataka. Why did you write? Tututilie kule, haiko nani. Put first 7 and seal. Ile kwa kama processes zinakamilika zinakomana. Acha tu. Process is here, so please put for us to see. They're the ones. Hello. Hello. Sasa kuko wengine There are others. ukamwambia sivane vile. If you tell them, do not wear like that, Anasema nikakishe. they be like, I'm still a youth. Nimeokoka. I'm saved. Before niache mapishi yote yonekana. I'll let my thighs be seen. Unaona kuwa uchi. You know, being naked, Kuwa sikurai. being whatever it is, Haimwambie Mungu kitu. it does not tell God anything. Lakini yenye iko na tatizo But the problem ni watu. is people. Hello. Hello. Watu The wenye people that are there sababu are jinsi unaenda uko naangusha. because the way you're going, Kuna siku utaulizwa. there is a day you'll be asked. Hapa mkipini utaona huko kutasa. Lakini kuna siku But there's that day utaulizwa. they'll ask you. Bashende oye. Tuishi maisha ya bien. Live a good life. Hakuna raha. There is not Sababu joy. conscience yako Your conscience ikushuhudie testifies wewe bien. you're okay. Ile ndio raha. That is joy. Unaweza pata unafanya You nini? can do miracles. Kama nayo. You can do Unasema anything. kwa You special. say you're Unashauri special. kwa You nayo. say you're this. Lakini kama dhamiri ingali na kusudi. Unaona manabii wote So all prophets, wenye walitabiri the prophesied, walitabiri juu ya mbingu mpya, they prophesied about the new heaven, walitabiri juu ya dunia and mpya. they prophesied about the new Na earth, sie tuko ndani ya and mbingu we mpya. are in the new heaven. Ni kanisa agano jipya. That is the church, the New Testament. Tunapaswa ishi We should live maisha ya amani. the life of peace so Tunashuhudie. that people can testify. Haleluya. Amen. Kama unaimba hapa, If you're sitting here, wewe kijana, you are a youth. kama kupea watu ni magonjwa, wapase. Kama kuna watu wana mapepo, pembezoni mwake. Chapia, tunakufa mazuri. Kama
Be careful. Ukapoteza tu If you lose furaha ya wokovu, the joy of salvation, umeishapotea. you're lost. Achana na hawa Leave those ones wenye watazaliwa. who are born. Mose tulizaliwa tu. Maybe first were born. Mama yangu Me, my dad, my mom. ni kazi ya kanisa. They gave me a church. Na mimi nakamata na I endelea. also took it and went for Wale one. ukali na problem. You still have a problem. Inabidi usikie To ile furaha, the joy, ile wimbo mpya that new song, ya Bwana kondoo. of the Lamb. Njoo ile furaha That is the joy iwe ndani yako. that is inside you. Hakuna maisha ya ujana There is no life of ya you mzuri or kama no life vile of you. kwenye nafanya The mapenzi ya one who Mungu. loves the will of God. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaona mimi moja hivi You see, some lady niko na pesa, has money, anasema mwanangu kwa ukue bali and first be there na nisaidia kidogo to kidogo. hold me a little bit. Na unaona gari nzuri nyumba And mzuri you see, kwa the nini unazoi? house, you be like, this is good, a good deal. Au kama kuna shilongusi. You know whether you're burning yourself. Ndio watu wanakataa vile. There are other people who, Na walikuja kutoka tena wa premier minister tena nchi ya watu. and they came back in But these they are people's countries. Haleluya. Unaweza shindana na mabaya wetu sana. Stay away from sick people, and the Lord will still lift you. Haleluya. Amen. Mungu kule kitu kidogo. It's very Lakini kwa mapenzi ya Mungu. and the wisdom Sababu baraka za Mungu hazijawahi na mateso. Utaenda mbele Bwana na mwisho utakuwa hapa. to be on top again. Tabia Yesu. That's the glory of Jesus. Neno la Mungu God, liwe kwa wingi. the word of God should be plenty. Some Joshua Read first the book of Joshua, sura yake ya kwanza mstari wa 8. chapter 5, chapter 1, verse 5. Inasema namna gani? What does it say? Wamepata kusomea siri. Que ce livre est alors seul point et en plus, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu recevras. Amen. Amen. Ineno kitabu cha sheria. Usikwambie ndani ya kinywa chako. Uliandika usiku na mchana. Unaingia karibuni. They're like 5 ways Usiepushe sana na dhambi zaidi. to just stay away from such sins. Njia ya kwanza The first one ni macho. is the eyes. Macho yako Your eyes. inaangalia nini? What does your eyes see? Ile mavitu iliyoko naangalia kwa telefoni yako. Those things you see in your phone, Ile mavitu ambayo na kaa nayo. the things you're dwelling with, Usiepushe na macho. stay away from it. Hatua ya pili, The second thing, masikio yako. your ears. Yenye uko nasikia. What you hear. Hatua ya tatu, The third thing, akili yako, mawazo your yako. thoughts. Yenye uko nawaza. What do you think about? Attention. Be careful. Hello. Hello. Hatua ya kufuata elimu. The next thing, Kinywa yako inaongea nini? your lips, what do your lips say? What do your mouth speak? Sababu wakati kinywa yako Because when your inaweza mouth, ikakupoteza. actually your mouth can take you to Acha the niwaambie, Let me tell you something. Mungu ni mwaminifu God is faithful. na hataacha walio wake. And he can never leave his people. Tatizo la leo watu The wanaanza children of today, kujifarichia people are kwa sababu tough. wamepoteza. So because they have lost it already. Hakuna uzuri za kichana There is no wenye good wanaogopa Mungu that fear kwa God, kweli na haki. truth and faithfulness. Waishi They live kwa matendo mema. in good deeds. Haleluya. Chapia Yesu makofi. That's what the Lord likes. Tuache uvivu And stop being ya lazy. kusoma Biblia. Stop being lazy to read the word of God. I'm so happy to see you. Kusoma
Biblia. Read the word. Uisome. When you get time, Siku isipite ya kusoma Biblia. and they should not pass without Uibai mzuri, unachanganya neno la Mungu. Umeimba kulingana na mapenzi ya Mungu. Bafie Bwana asifiwe. Bafie kwa. Haleluya. Babiti Bwana asifiwe. Babiti Bwana asifiwe. Babiti Bwana sema amen. Babiti Bwana asifiwe. Daudi anasema, nimeweka neno lako ndani yangu ili nisikukosee. Usidanganywe na mtu yoyote. Do not mix that with anything. Sikiliza. Listen, Babiti, the ladies, wakati uko na pita sana when hivi, you're passing outside, wakati Bwana atakuja when the man will come akuoe to marry you, unazala watoto, you give birth, utakuwa problem. there will be a problem. Problem gani? What is the problem to you? Ile vitu inasumbua kiroho, That bothers you spiritually kiroho na kimwili. and physically. Shahawa za mwanaume Okay, the zinaweza zikaingia ndani ya mwanamke. it can enter to a lady. Hata Biblia inasema wao vitu viko sawa nataka. Because of the things in there, but it's Lakini okay. wakati zinaingia But ndani, when it enters to a lady, ile unakuwa mzunguko. in that, I mean, there is a clothing. Ni kusema inaingia kwa kimwili. Meaning it enters to Na kwa kiroho. and spiritually. Sasa wakati utaolewa, So when you get married, umeolewa, you're married, ile vimepita hata God has shown the blood of Jesus cleans for umeingia you. kunyumba, You enter into marriage, utakuwa tatizo. there will be a problem. Unaweza kuona watoto wengine, That's why you find that other children, unaona hana fio ya baba yake. they don't have the noise of their Hana fio ya father, mama yake. they don't have the noise of their mother. Unajiuliza huyu mtoto alitosha fio wapi? Where did this child get stubbornness from? Kumbe ile matungo nilikuwa napita kule. Those places you Maana run ndani ya Biblia in the Bible, ilikuwa vigumu it was hard mtu aolewe someone to get married na ameshapoteza kupitia watu. when she's not virgin. Biblia inakangana sana The kila Holy kitu. God really refuses that. Babiti Bwana asifiwe. Ambia binti mwenye kupembelea. Tell the lady next to you, Operation kujichunga. Operation Keeping Yourself. Na sisi ni wakati kwa sababu kwa binti. I'm saying it also tell Operation kujichunga. Operation Keeping Yourself. Bwana watu wako nasema Whenever you're not talking, Baba Bwana asifiwe. Inawezekana it is possible uishi you live na kushika mambo mengine yote mama. and put yourself in Ukishaokoka kaa ndani ya Yesu. just dwell in Jesus. Ananyang'anya wa binti. Stop deceiving Na because kama God. binti neno la Mungu Stop hastori. deceiving because the word of God is Lakini kama there. neno la Mungu liko, The word of God is there. hautajichafua. You're not touching yourself. Haleluya. Bwana asifiwe. Chapia Yesu makofi mazuri. Hautafanya nini? You're not touching yourself. Hautajichafua. Basi watu wenye wajichafua ni hapa. People who do not darken themselves, Watu wanajitenga kujichafua wako hapa. who stay away from sin are here. Baba soe. Bwana Mungu anasema What are you not saying? tatizo kalikuwa kwa sana. What is the problem? You're too spiritual. Abia gazo ni kupembenia So kwa maana kujichafua. the one next to you, you're not judging yourself. Ile vitu yenye uko na kupia Those things that you're, bila wakati yake. it has its own time. Ishi maisha ya kupendeza Live Mungu. a life that pleases Mungu God. anapenda watu wanapendeza God Mungu. wants people that please Him. Ndio tatizo hili. That is the problem. Usiku na mchana. Day and night. Vijana wako wanafariki. The youth are dying. Watu wanafariki. People are dying. Ni tatizo bwana. As you surprise the problem, Lakini Mungu mwingine binadamu kulingana na maovu macha they are coming through because
jinsi ya kujere mambo yako. Mungu akishakuwa na self-esteem. Self-esteem akuongoza. Enda ambia Joseph mambo ya ekonomi kama ilikuwa nataka. Atakuwezesha na kushipanga. Atakwambia hivi hapa. Usifanye na depense sasa. Weka akifanye na utukufu kama hiyo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Acha Mungu atusaidie. May the Lord God help us. Na tutendee. And may He do good to us. Tunasi. There is a secret Wakati neno la Mungu where linakaa the kwa word of ndani yetu. God dwells in plenty in you. Hello. 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 Ambaye ni pembeni yako. Someone next to you, Unaweza ukacheze. you can play. Unaweza ukaimbe. You can sing. Lakini kama unapatia masanti That is because, if it is because of your hakuna feelings, nini unafanya. there is nothing you're doing. Acha nikwambie. Let me tell you something. Vitu yote yenye tutafanya. Everything that we're going to do, Tu watu watuone. for people to see us, Tuonekane. for us to be seen, Tusifiwe na watu. for people to Kwa praise us. Mungu hakuna. You're doing Kwa Mungu nothing. isifiwe. Ndio Biblia inasema kazi za watu zitapimwa. All people will be tasted. Hallelujah. Hallelujah. Ambia mwenye pembeni yako. So the one next to you, Mwambie kucheza si mbaya. dancing is not bad. Kusifu Mungu si mbaya. Praising God is not Lakini bad. wewe kukuchika inatoka. It should come from your spirit. Self-discipline. The Holy Spirit Tualete ile uamsho. should give the need. Hallelujah. Amen. Tatizo ya watu. The problem of people Kabisa watu hawaishi ile in church people don't zile live maisha the ni mchizi. straight Kwa sababu gani? Why? Watu hawaishi kulingana na jinsi Mungu anapenda. People are not doing according to the way God wants. Unaona wakati umeokoka When you're saved, kulingana na Wakolosai 1:13 according to 1 Corinthians 1, verse anakutransfer transfers anakutoa katika ulimwengu mwingine. to another Hauishi world. tena mwenye You ulimwengu. don't live from this earth again. Unaishi pamoja na Yesu. You live together with Christ. Unaishi mbingu You mpya. live in new heaven. Unaishi mbingu mpya pamoja na New Mungu. heaven together with God. Hello. Watu wanafanya dhambi. People say, Sababu sana ikala hapa. because when they sit Anasema here, Mungu yuko mbinguni kule. no, they see heaven is very Na far. anawaza yuko kule. And they think he's there. Hajue kama Mungu They know that God yuko ndani yake. is himself. Unaelewa kama Mungu yuko ndani yake. Utajitenga na machafuko. Na wakati utajitenga na machafuko, miujiza itafanyika. Na wakati miujiza itafanyika, Mungu atakuwa kiroho na kimwili. Tabia Yesu makofi. Wewe Mungu anafanyaka. Mungu hayawahi kudanganya. Hayawahi hata kidogo. He is never lied. Simama juu, simama. Stand up, stand up.